Bwana, mambo vipi? Wanasema usiku wa deni ukikwisha popote pale ambapo unatusikiliza ulimwenguni. Karibu sana bwana, tuzungumze yale yote ya kimichezo. Na kubwa zaidi katika siku ya leo tuko hapa kuzungumzia mchezo wa kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars dhidi ya kikosi cha timu ya taifa Morocco kutafuta tiketi ya kufuzu katika kombe la dunia la mwaka 2026 litakalofanyika pale nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Mimi naitwa Madina Hassan, the Catalyst all the way kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Niko na mtoto wa paji kutoka Zanzibar, anaitwa Kasima Othman na Sadate. Niko naye hapa, tutazungumza naye tathmini katika mchezo huu wa siku ya leo kati ya timu ya taifa Tanzania dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Morocco utakaopigwa katika uwanja Mohamed wa 5 pale nchini Morocco. Na hapa niko na Kasim Sadate Osman. Bwana, mambo vipi? Mambo safi, mambo ni safi. Uko sawa? Yes, nipo sawa bwana Madina. Bwana, mchezo wa kufuzu kuelekea kombe la dunia mwaka 2026 pale nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Katika kundi letu, Taifa Stars leo wanaingia kibaruani dhidi ya kikosi cha timu ya taifa Morocco. Je, taswira ya mchezo wa siku ya leo unauona ni mchezo ambao utakuwa na intention kiasi gani? Cha kwanza utakuwa ni mchezo mzuri, mchezo wa ushindani, mchezo ambao unakutanisha mataifa mawili. Tunajua ubora wa kikosi cha Morocco, lakini pia tunajua ubora wa kikosi cha Taifa Stars chini ya mwalimu wao kocha Morocco. Kitu kikubwa ambacho nitaweza kukigusia siku ya leo, nitagusia katika kikosi cha Morocco na pia kikosi cha Taifa Stars. Kikosi cha Morocco kinabebwa na manyota ambao wanacheza klabu mbalimbali pale barani Ulaya. Unamzungumzia nyota kama Ashraf Hakimi, unamzungumzia nyota kama Mazrui, unamzungumzia kama nyota Sofian Amrabat, ambao ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, wamewahi kucheza mashindano yale ya kombe la dunia. Tumewashuhudia wana mbinu nzuri za kushambulia, wanajua intensity ya namna gani waitumie, wanajua mifumo gani waitumie waweze kupata ushindi. Lakini tunawazungumzia Taifa Stars ambao msimu huu katika mashindano haya ya kutafuta tiketi kufuzu kombe la dunia wamekuwa insight, na namaanisha wamekuwa na kipaumbele zaidi kufanya vizuri ili kuweza kufuzu, kwa sababu katika michezo waliocheza, michezo kama mitatu ya nyuma, wamefanikiwa kushinda ugenini. Tumeshuhudia mchezo ambao alishinda Faisal Salum, tumeshuhudia mchezo ambao alishinda Simon Ebigodi Msuva, tunazungumzia mchezo ambao aliwahi kushinda nyota Mudathir Yahya Abbas. Kwa hiyo ni mchezo mzuri. Taifa Stars naweza nikasema ana alama za kuweza kushinda katika mchezo huo, lakini pia ni mchezo ambao wao wapo ugenini kidogo. Nafikiri ile hamasa itakuwa chini sana, lakini kitu kizuri wakijue Taifa Stars na wakielewe kwamba wapo Tanzania wengi kutoka sehemu mbalimbali ambao wapo nyuma yao kuwapa ile hamasa ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo mbali mchezo wa siku ya leo kati ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars dhidi ya Morocco, nafasi ya Taifa Stars unaiona wapi zaidi? Hasa katika kundi letu, timu ya taifa Morocco wanaongoza pale juu wakiwa wameshinda mechi zao zote 4 na alama 12. Inafuatia Niger wakiwa na alama 6. Nafasi ya tatu ni Taifa Stars tukiwa na alama 6. Tofauti ambayo inatugrade sisi na Niger kukaa katika nafasi ya pili. Niger wana wastani mzuri wa magoli ya kufungwa, and then sisi tunafuatia katika nafasi ya tatu. Katika mchezo wa leo, mchezo ambao unaonekana utakuwa na matokeo, una haja kubwa ya Taifa Stars kupata matokeo. Unaiona Taifa Stars ikienda kufurguta leo hii dhidi ya kikosi cha timu ya taifa Morocco angalau kupata alama 3 ili kujiweka katika nafasi nzuri dhidi ya mpinzani wetu ambaye ni Niger katika nafasi ya pili ambaye tunahitaji kumfukuzia ili tuende mbele zaidi? Yes, cha kwanza naiona nafasi hiyo kwa Taifa Stars kwa sababu wana wachezaji ambao wamewahi kucheza mechi hizi, na maanisha mechi dhidi ya Morocco, wamewahi kucheza mechi hizi za away. Kwa hiyo wana wachezaji wengi, na pia katika michezo hii ya karibuni tumewaona baadhi ya nyota kutoka Tanzania wamekuwa na kiwango kizuri. Unamzungumzia mchezaji kama Kip Dennis, unamzungumzia mchezaji kama Abdulrazak Hamza ambaye ameitwa kwa mara ya kwanza katika kikosi cha Taifa Stars, unamzungumzia mchezaji kama Yusuf Ali Kagoma, midfield box to box, unamzungumzia kina Shomari Kapombe, watu ambao wana uzoefu, unamzungumzia kina Zimbo Junior, unamzungumzia kina waziri wa ulinzi Ibrahim Baka, unamzungumzia mchezaji kama Simon Ebigodi Msuva, mchezaji ambaye ana uzoefu zaidi, unazungumzia nyota mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri maelekezo ya mwalimu na game plan yao ndio itakayoamua mchezo wa leo dhidi ya Morocco. Yes. Taifa Stars katika mechi zake za ugenini hasa katika nyakati hizi imeonekana ni timu ambayo inakwenda kwa mikakati mikubwa zaidi na mipango mikubwa. Washafanya hivyo dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Guinea katika ushindi ule wa magoli 2-1
kwa moja anafunga Mudathiri Yahya Abbas na Faisal Salum Feitoto Abdallah mara baada ya kutangulizwa goli la kwanza. Unaiona Taifa Stars ikienda kuendeleza kile ambacho umekuwa kikifanya katika michezo za ugenini kupata matokeo mazuri? Yes, of course naona hivyo kwa sababu kama nilivyokuambia bwana Madina, wana wachezaji ambao wana insight. Inamaanisha kwamba wana ile knowledge ya uwanja. Yanamaanisha wana brain, wana akili nini wafanye uwanjani endapo atafungwa au endapo atadraw au endapo matokeo atakuwa shagala bagala. Kwa hiyo nafikiri ndio maana ngasema kwamba wafuate game plan ya mwalimu wao ndiyo itakayoamua matokeo ya leo. Kwa sababu tumeiona dhidi ya mchezo wa Guinea dhidi ya Taifa Stars ambao walitangulizwa goli moja, lakini wakaamua kurudi uwanjani, wakatumia insight pamoja na maelekezo ya mwalimu, wakatoka na ushindi wa 2-1, mabao yakifungwa na Mudathiri Yahya Abbas pamoja na Faisal Salum Feitoto, ambao hawa wachezaji wana combination nzuri na ubora wa kikosi cha taifa kwamba wana wachezaji ambao wana combination nzuri. Kwa hiyo nafikiri katika mchezo leo dhidi ya Morocco sitegemei kwamba utakuwa mchezo wa maajabu, lakini nategemea mchezo mzuri ambao utakuwa na matokeo mazuri inshallah. Ukitazama Taifa Stars hasa katika michezo yake mitatu nyuma, mwalimu Hemed Suleiman Morocco amekuwa ni miongoni mwa makocha ambao amekuwa kimtumia zaidi captain Bwana Ali Samata kama nyenzo yake sahihi ya kuelekea katika michezo yake. Je, kukosekana kwa nahodha Bwana Ali Samata katika mchezo wa leo inaenda kupunguza kitu ndani ya kikosi cha timu ya taifa Tanzania, lakini pia inaenda kupunguza kiasi gani mipango ya mwalimu Hemed Suleiman Morocco hasa katika approach zake za kuendea mchezo leo? Nafikiri intensity ya wachezaji kidogo itakuwa very low, lakini si very low sana, kwa sababu najua kwenye mpira wa miguu anapokosekana captain ile hamasa uwanjani na kwa kidogo kama inapungua kwa wachezaji. Lakini ndo ubora wa kikosi cha Taifa Stars ambao una wachezaji wengi ambao wanafahamiana vizuri. Kwa hiyo sifikiri kwamba itawarejesha nyuma kwenye mchezo huu wa leo ambao utapigwa majira ya saa 6. Nafikiri Taifa Stars washawahi kucheza bila Bwana Samata uwanjani na wakaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo sifikiri kwamba Ali Samata ndo atakuwa chanzo kikubwa cha wao kufanya vibaya. Hapana. Wana wachezaji wazuri, wana wachezaji ambao wanaelewana, wana wachezaji ambao wana mbinu, wana wachezaji ambao wana akili. Kwa hiyo sifikiri kwamba wanaweza kashuka daraja fulani wakiwa uwanjani pale Morocco. Yeah. Katika engo zima ya goalkeeping Taifa Stars kwa takriban zaidi ya miaka 7 nyuma, Taifa Stars imekuwa muhimili mkubwa katika eneo la goalkeeping, tukimtegemea Aishi Salum Manula. Wakati huku na damu changa ambazo zimeingia katika eneo la goalkeeping, unamtazama Ali Salim Katolo kutoka kwa kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia yupo nyota Yakub Suleiman, nyota Zanzibar Heroes na kikosi cha JKT Tanzania, lakini pia Abdulswalib Msheri kutoka Young Africans, vijana ambao hawana exposure kubwa zaidi katika michuano ya kimataifa. Ukitazama tunayo nafasi zaidi katika mchezo hii leo kwenda kupona katika eneo la goalkeeping, ikilinganishwa kwamba katika eneo la goalkeeping ukiwatazama magolikipa hao wote watatu wana changamoto kidogo ambavyo kuna baadhi ya vitu wanavimisi. Ukimtazama Abdulswalib Msheri kwenye kikosi cha wananchi Young Africans hapati nafasi mara kwa mara, lakini pia ukienda kumtazama nyota Yakub Suleiman kwa kikosi cha JKT Tanzania anapata nafasi lakini hana exposure katika michezo ya kimataifa. Lakini pia tukienda kwa Ali Salim Katoro ni miongoni mwa magolikipa ambao ashaicheza ndio katika michezo mikubwa ya kimataifa, hasa katika mchezo dhidi ya Wydad akifanikiwa kuipeleka Simba mpaka katika mikwaju ya penalty kwenye robo finali. Lakini pia amecheza mechi za Taifa Stars katika mechi kadhaa wa kadha. Lakini ukiingia kwenye kikosi cha Simba Sports Club amekuwa hapati nafasi kubwa. Nafasi kubwa imekwenda kwa goalkeeper Pimpin Kamara. Je, unaiona nafasi yake ama magolikipa hao wote watatu watakuwa na ile fitness level nzuri ambayo inaweza kutusaidia katika mchezo hii leo? Cha kwanza kitu kizuri ni kwamba wote wanatoka taifa moja, na kitu cha pili sifikiri kwamba kila mchezaji alikuwa hapati nafasi ya kucheza kwamba ndo hana kitu cha kuonesha au hana uwezo. Hapana, hapa tunazungumzia fitness ni ile game momentum, kwamba amekosa fitness ni kupata mechi nyingi zaidi za kucheza ambazo zitakurejeshea utimamu wa mwili. Magolikipa hawa wote hasa wawili tunamzungumzia Tariq Msheli amekosa, hana ile fitness level ya kusema kwamba amecheza mechi nyingi zaidi katika Young Africans. Lakini upande wa kikosi cha Simba Sports Club Ali Salim Juma Katoro pia ni miongoni mwa watu ambao hajapata mechi nyingi zaidi kucheza na kikosi cha Simba Sports Club. Golikipa ambaye amepata mechi nyingi zaidi za kucheza ni golikipa Yakub Suleiman kwa upande wa JKT Tanzania, lakini naye hana uzoefu katika mechi za kimataifa. Hiyo ndio pointi yangu ya msingi ambayo nilikuwa nakuuliza. Mimi nafikiri fitness
Ni kweli magolikipa wamekuwa hawapati nafasi ya kucheza, lakini nafikiri wana uzoefu wa michezo hii. Ukimzungumzia kama Ali Salim Katolo, golikipa ambaye hapati nafasi ya kucheza, lakini amewahi kucheza mechi nyingi za kimataifa. Kwa hiyo ana kama confidence fulani hivi. Kwa hiyo nafikiri confidence zao ndizo zitazowapa hamasa ya kwenda kufanya vizuri katika uwanja. Kwa hiyo sifikiri kwamba kutopata nafasi kunaweza kukachangia kwamba kushuka au kudrop kwa confidence zao. Hapana, mimi nafikiri kwamba uaminifu wao na kujikubali na kujikubalisha kwa mwalimu ndicho kitu kizuri kitachowafanya wao waweze kufanya vizuri na kuweza kupambana na kupata matokeo, kwa sababu unapozungumzia mpira wa miguu unazungumzia ni vita ambayo ina mlolongo mzima dakika 90 ambao na dakika 45 ya kipindi cha kwanza na dakika 45 ya kipindi cha pili. Kwa hiyo jitihada zao na namna ya kupambana ndizo watafanya vizuri inshallah na kuweza kupata matokeo. Tukiwatazama kikosi cha timu ya taifa Morocco, licha kwamba wanaongoza katika kundi letu kwa alama 12, lakini pia ubora wa kikosi chao, wamesheheni nyota kadha wa kadha ambao wanacheza katika ndani mipaka ya Afrika, lakini pia wengine wanacheza nje ya mipaka ya Afrika. Wana wachezaji wengi ambao wanacheza pia katika taifa la Saudi Arabia kwenye Saudi Pro League. Mfano mzuri ni golikipa wao Bono, anacheza katika kikosi cha Al Hilal, amekuwa akipata nafasi mara nyingi zaidi na ni muhimili wa kikosi hicho. Lakini pia unatazama Ibrahim Diaz, nyota ya kikosi cha Real Madrid, ambaye amewasili kambini wiki iliyopita pia. Ukitazama engo katika engo ya namna hiyo, wana wachezaji wengi zaidi ambao wako na quality kubwa, wanacheza mechi ligi ambazo zina ushindani kulinganisha na wachezaji wetu wa Tanzania, jinsi ambavyo wanacheza katika ligi ambazo zina ushindani ndio, lakini hazina ushindani mkubwa ukilinganisha na zile ligi ambazo wenzetu wanazicheza. Lakini pia wana kocha ambaye ana uwezo mkubwa, amefikisha katika hatua ya nusu finali ya kombe la dunia pale 2022 Qatar, Walid Al-Glado. Auoni kama hii yawezekana ikaenda kwa favor zaidi Morocco katika mchezo hii leo? Yes, of course. Naona hiyo. Naona kwamba Morocco wana favor kubwa katika huu mchezo wa leo dhidi ya Tanzania, kwa sababu umezungumzia kwamba wana nyota ambao wanacheza katika klabu mbalimbali pale barani Ulaya. Unamzungumzia mtu kama Ashraf Hakimi, unamzungumzia mchezaji kama Sofiane Amrabat, unamzungumzia mchezaji kama wakina Mazrui. Kwa hiyo alafu msimu uliopita ni msimu uliopita kombe la dunia wamefanikiwa kufika mpaka hatua nusu finali. Kwa hiyo nafikiri kwamba Morocco wana favor kubwa kwa sababu wana ile confidence, alafu wana ile mazoea kwamba tayari walishawahi kucheza mashindano haya. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho kitabeba taifa la Morocco kuwakabili Taifa Stars. Yes. Huo ulikuwa ni uchambuzi wa Kasim Othman Sadati, uchambuzi wa masuala ya kabumbu. Mimi naitwa Madina Hassan the Catalyst, all the way kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Nikushukuru sana mpaka wakati mwingine. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Vamos.